Mzozo maisha, wengine wanalia ajili ya maisha, kuna wengine wanalia ajili ya mapenzi, kuna wengine wanalia ajili ya kazi zao, wengine wanateseka mekimbiwa na ndoa zao. Oh, maisha haya kumbe ni mzozo jamani, nalia kumbe ni mzozo, ukatili ulopitiliza kwenye maisha ni mzozo, ndoa zinalegalega hazina mwongozo ni mzozo. Mzozo maisha, wengine wanalia ajili ya maisha. We mwalimu, samahani. We kaka, sinakuita. We kaka. Wewe si ndo mwalimu unajifanya mwalimu, sijui umeisha form 4 kwa umefeli. Unajua sana kutembea na watoto wa watu, si ndio? Nimekufuata hapa nije nikupe taarifa zako. Taarifa zako nimezisikia sana huko mtaani. Unamtangaza mdogo wangu anatembea na mzee Popo. Wewe inakuhusu nini? Inakuhusu nini nakwambia? Eti anatembea na mwanafunzi huyu, anatembea sijui na mzee, inakuhusu nini? Unajua sisi tunapata faida gani kupitia yule mzee? Unajua nimesikitika sana. Yaani mimi umenisimamisha hapa nikijua kwamba kuna jambo la muhimu unaweza kuongea na mimi. Kumbe ndio unaongelea ujinga huu. Yaani wewe dada mtu wa kuongea hivi vitu mbele yangu mimi. Yaani wewe dada mtu unamsupport mdogo wako afanye maovu kule mtaani. Mimi kama mwalimu natetea mwanafunzi wangu asipotea amalize elimu yake, lakini dada mtu tena wa damu yeye anakuja kunipinga mimi. Inaingia akilini kweli hiyo? Hivi vitu vya kupewa na elimu atakayopata mdogo wako vinalingana? Hivyo unatuona sisi tulivyo, unatuona tulivyokuwa wazuri, unatuona tulivyokuwa wazuri. Hivyo unaweza kumpa hela yoyote yule? Hivyo unajua anatembea na nani yule? Kwa taarifa yako, yule mwenzio anatembea na kigogo. Sio wewe mwalimu unalipa 100,000. We kaka, tena iwe mwanzo na mwisho. Ole wako ni kusikia unampata mdogo wangu mara unampigia simu usiku mtoto halali ni simu. Sina nini. Wewe, yani wewe yule ni mdogo wako. Ulifaa uongee vitu ambavyo vya msingi kwangu mimi. Sio kunyeleza upumbavu. Alafu mimi sina tamaa ndogo na mdogo wako. Kuna wanafunzi wangapi shuleni mpaka mimi eti nimtolee macho mdogo wako? Mimi pia na mke. Ukilinganisha elimu yangu na kazi yangu ni vitu ambavyo mimi nimeridhika navyo. Yaani usilinganishe mshahara wangu sijui na mambo yenu ya kipumbavu huko mtaani. Sawa? Sasa sikiza nikwambie. Sijaja hapa kuja kubishana na wewe. Wewe kwenye akaunti yako una shilingi ngapi kama sio 100,000 mnaolipa mwisho wa mwezi? Unadhani nani ajui kwamba walimu nyinyi hamna hela? Sasa sikiza nikwambie. Yule ni mdogo wangu mimi na wala sio mdogo wako wewe. Na wewe inakuuma nini na inakuhusu nini? Yule ni mdogo wako wewe, yule mimi ni mdogo wangu. Isitoshe tena niambia unamtongoza. Sasa yani nakupa onyo la mwisho. Nikija kusikia tena mdogo wangu anakuja kunilalamikia unamtongoza au unamtangaza huko shuleni mdogo wangu hana talaha. Unasema eti mtoto ni mtoto sijui mwanafunzi lakini anatembea na watu wazima. Wewe inakuhusu nini? Unamtaka yule? Na kama unamtaka uwezi kumpata. Utajua mwenyewe yani wewe naomba achana na mimi. Nimeshakupata. Wewe ndio utaijua serikali nani, sio mimi nikujua wewe nani. Dada anajielewa kweli. Ukimwangalia kama mtu mzima. I see. Vitu vingine watu tunatoka kazini tumechoka. Tunaharibiana mudi. Mtu baada aongee vitu vya maana. Vitu vya kipumbavu. Bana. Halo. Vipi salamu? Salamu. Habari za kwako? Njema. Wajambo nyumbani? Hawajambo bwana. Kuna maswali yamekuwa mengi, hawajambo nyumbani. Salamu kitu gani bwana, mambo ya asubuhi sasa nawahi shambani bwana. Unawahi shambani sasa? Mambo gani? Salamu. Umeshasema salama. Unachelewesha bwana. Shambani mtu mwenyewe umekaa kama unaweza kulima shamba wewe. Unaenda kulimia kucha hata na jembe huna.
Acha Mungu, binadamu wananongwa. Bwana sasa sikiliza bwana. Watu wananongwa kweli. Masuala shambani mkulima na analima. Wewe nikwambie nilikusimamishia hapa basi. Haya ongea shida yako bwana, niondoke zangu bwana. Subiri basi nikwambie, mbona uko na haraka sana? Unanichelewesha. Nasema Wewe unataka kunyesha sasa hivi. Nasema hivi, unajua wewe hata maongezi yako yanaonyesha na kiburi sana wewe. Hivi wewe kwa nini tunakuita ofisini ndio kuja? Ili nifanye nini? Sio shtakiwa? Kuhusu nini? Natoa amri sasa. Inatakiwa kesho saa 2 ufike pale ofisi ya kijiji. Nifike kufanya nini? Usipofika pale ofisi ya kijiji tunakuchukua na kupeleka mahakamani. Na wewe mwenyekiti umekalia kala moto wewe. Sasa na siku kukuta shetani wangu mfungwa minyororo. Ngoja nikwambie. Nitakufanyia operation ya panga. Mimi kama mwenyekiti nina amri na ngoja. Mimi kama mwenyekiti na amri ya kufanya lolote. Sikiliza. Alafu leo ukifanya tu mwenyekiti unataka ndio unyenyekewe. Nasema hivi, mimi kama mwenyekiti nina uwezo wa kuamua kitu chochote kwako. Kitu gani? Na usinifanye lolote. Mimi ndio mwenyekiti wa kijiji hiki. Nani wewe mwenyekiti nani? Si mwenyekiti nani maana yake? Mimi mwenyekiti wa kijiji. Afu nashangaa unakuta mtu akishakuwa tunataka uongozi tu basi unataka unyenyekewe umekuwa kama Mungu yani kila mtu wewe umekalia kala moto. Na ndio maana kuna viongozi wa mbalimbali. Bwana nikwambia sasa leo hata uishi wako wewe mbona kwa mbishi namna hiyo? Ndio mwenyekiti ndio nani? Ngoja basi nikwambie. Tulia kwanza. Mimi kama mwenyekiti nina amri wa kuamua jambo lolote lile. Kwanza tunaweza tukakukamata hapa tukakupeleka sisi mahakamani. Kwa sababu una kiburi sana wewe. Weka ndani mnalalamika. Wewe unapewa hela. Ndio maana unapigwa suti hapo. Umetomekewa unapewa hela. Mimi sipewi hela na hiyo serikali yako. Kwa sababu usinipotezee muda mimi. Yaani wewe tukikuweka ndani hapa. Bwana achana mimi. Kwanza wana wanalalamika wanatuonea na nini? Wewe ni mizozo tu. Ama haya maisha ni mzozo. Nyaungo analia kila siku mzozo. Chazi Kikoricho kila siku mizozo. Mama ni mzozo. Ukatili ulopitiliza kwenye maisha ni mzozo. Ndoa zinalegalega hazina mwongozo ni mzozo. Utafutaji umekuwa mgumu sana ni mzozo. Heshima kwa wazazi zinapungua kwa nini? Naona muogopa. Hamna yule mzee mimi namheshimu kwa sababu yule ndo babangu. Baba mko ungemuogopa? Namheshimu. Sasa wewe tatizo la wewe ukuje kumkamata ovyo ndo maana. Kwema lakini. Naona kilimo mmelima lakini. Tusaidie. Sasa hizo si ndo issue zangu mimi. Tusaidie mimi nimechoka. Haina shida. Tusaidie mama. Kwa nishike hilo lile kule ndo zuri. Lile ndo zuri. Dada achukue hilo. Kuchagua jembe so mkulima. Tunasaidia jamani. Lima. Basi nitawasemea kwa baba. Wewe naye basi shemu sawa. Leta hii. Nao hii. Nini? Lima poje. Hapo na nyie kama mapacha na nyie kupigana pigana. Ngoja amjana nili amjachoka kupigwa na baba yenu. Shemlima vizuri baba atakupiga. Wewe asije akaja hapa. Maana huyu mzee. Sasa sikiliza. Shem, nikwambie. Wewe na dada si mnapendana? Huyu nampenda kinoma yani. Ushauri. Uje. Ukiona baba anapenda yeye huyo. Ukikutana na baba. Kefu mbele. Au umekuja nyumbani. Mwambie baba. Hivi na shida nyingine. Baba yenu anapenda zogo. Kwa hiyo hata nikisema kwamba nikikutana naye mimi nimpe 200, 1000, sijui 2000. Atachukua. Wewe mimi atachukua, mimi nakwambia baba anachukua. Hivi unajua kwamba kuna siku mimi nilikuja pale mpaka tukakimbizana, unajua kwamba kuna siku kwamba alinikimbiza mimi.
Mimi sijui, dada hajaniambia. Kuna siku alinitimua, nilikuja nyumbani. Nyie sijui mlikuwa mmeenda wapi. Bwana. Ulikuja kufanya nini? Bwana, mimi mwenyekiti aliniagiza nenda akamfuate mzee. Sasa mzee mimi sina mheshimu yule, siwezi kupigana naye ngumi. Mimi na mheshimu yule babangu mkwe. Sasa huku mnalima. Sawa. Umeona bwana? Yaani katika kumheshimu sasa mimi siwezi kusema kwamba eti nikujiane naye ngumi nipigane naye. Hamna. Siwezi. Mimi kupigana naye naweza, ila sema na mheshimu kwa sababu babangu mkwe. Alafu unaponiambia mimi nimfuate tena eti baba chukua 2. Basi mimi naenda kumwambia hivi. Baba nikwambie kitu, mimi si ananipenda kidogo kuliko dada. Najua atanisikiliza. Nikishanisikiliza namwambia, baba nikwambie kitu, dada anataka kuolewa. Sasa baba, we kubali tupewe hela, sisi tutaendelea kuishi wote. Afu mimi mwenyewe na target za kuondoka unajua. Kwa hiyo shemu wewe unanishauri mimi nimfuate kabisa mzee moja kwa moja au ni kwenda kumfuate? Kama uwezi mimi naenda kumwambia. Bora ufanye wewe eti. Mimi naenda kumwambia. Wapi? Acheni bwana Masia. Afu nawe bwana umeona wewe utani wake. Odi. Karibu. Umeharibu nini? Karibu tupo mzee Bobo. Sina haja ya mkono wako. Karibu ndani bwana. Ili weje? Umekuja nyumbani kwao, karibu ndani. Nifanye nini ndani? Yaani wewe kuona kufika kwenye kijiji, kujenga nyumba yako na kuweka tu marumaru tu umeona umemaliza kabisa. Yaani umemaliza. Yaani unaona kwamba watu wote ni wajinga wanaokaa kwenye tembe, kumbe usingizi ni ule ule. Sasa wewe nataka nikwambie hivi wewe kilichokufanya unengeneke mpaka anze kutangaza habari zangu hapa mtaani mbaya manake nini wewe? Ili upate nini na ugundue nini? Mzee, labda ndo nikwambie. Tabia unazofanya ni mbaya, hazilingani sasa na matendo yako. Ila wewe tabia unazozifanya ni nzuri, zinalingana na matendo yako mwanalamu wewe. Mzee, wewe utembee na wanafunzi. Ila wewe ndio unatakiwa utembee na wanafunzi, sio? Mimi nafuatilia maendeleo ya wanafunzi wangu. Sawa? Na tabia unayofanya wewe kwa mwanafunzi wangu na muharibia masomo yake. Na wenzako walikuja hivyo. Lakini waliondoka hapa bila hata kupewa hata nini mshahara kwamba bwana huu mshahara kukuhamisha. Waliacha. Sasa wewe endelea hivyo hivyo. Umekuja moto utarudi baridi wewe. Mzee, sikia nikwambie kitu sawa. Mzee nilikokeaga moto wewe unaniambia mzee. Yaani mimi kitu ambacho ninachokifanya. Unachokifanya nini? Mimi kitu ambacho ninachokifanya ni kitu ambacho kiko sahihi. Yaani wewe kama utaona mimi nakosea na umeshajua kwamba kinachoendelea hapa wewe unaenda kuozea jela. Ndio maana umekuja kunitishia nyumbani. Sikiliza nikwambie hivi. Tutishe mimi wewe. Kabla sijaozea jela mimi sijaingia mlango wa jela. Yaani kabla sijaingia jela wewe umeshaingia kaburini mwanalamu kubwa wewe. Usinitishie bwana mzee. Wewe endelea hivyo hivyo. Wewe mimi nakwambia mwaka huu unaingia jela hivyo. Na kwanza tunajibisha pumbavu yako kwa kupasua mimi pumbavu. Mjinga mkubwa wewe. Wewe mwaka huu unaozea jela wewe mzee. Toka sasa kama mwanaume wewe unaozea jela mwaka huu. Kwa tabia zako hizo wewe unaozea jela. Nakwambia nitakuonyesha wewe. Nakwambiaje na mimi ninakuonyesha wewe lazima ufungwe. Sasa tutaona sasa. Paka ufungwe wewe mzee. Wewe utembea na wanafunzi na walipia masomo yao. Mimi najua kwamba kinakuuma kwa sababu wewe unakitaka kile kitendo. Nataka wapi? Na umekikosa. Yule mimi yule ni mwanafunzi wangu lazima nimsimamie. Wewe mwaka huu lazima ufungwe. Na mazao yanaenda vizuri kweli. Mwaka huu watu watapata sana chakula kwa kweli. Mazao yanafurahisha sana. Sana. Wewe Regina. Umetoka wapi sasa hivi? Hapo ni muda wa shule huko. Tumbo linaniuma. Tumbo linakuuma afu na hizo soksi. Mbona uliondoka asubuhi na soksi nyeupe sasa hivi umevaa soksi nyeusi? Soksi zako nyeupe umpeleka wapi? Nampa rafiki yangu. Hivyo una akili kweli wa mtoto wewe? Utoka asubuhi na soksi nyeupe sasa hivi umenivalia soksi nyeusi, alafu uko hapo mtaani, alafu unaniambia eti nimempa rafiki yangu. Una akili kweli wewe? Hivi Regina una akili mjoo hapa. Una akili wewe? Wewe mtoto una shida gani wewe mjalaana wewe? Umetia aibu sana sisi wewe. Lo.
Huyu mtoto nimfanye nini mimi huyu? Mtoto wa fulani. Kwani unaniletea mambo ya hivyo mimi? Amefanya hivi, mtoto wa fulani kafanya hivi. Sio vizuri namna hiyo. Nakutia aibu bwana. Hivi wewe unajielewa kweli wewe? Nakuuliza unajielewa wewe? Wewe mtoto umeshindikana Yaani mimi ni mjumbe mzima. Unanitia aibu wewe mtoto wewe, huna haya wewe. Wewe. Sasa unaenda wapi wewe? Mzee Mpole, unamwona huyu mtoto huyu? Unanidharau ati? Na usirudi nyumbani. Kaa huko. Huyu mtoto kashindikana. Yaani ameshindikana, sielewi nimfanye nini. Nitakuja nipeleke polisi mimi huyu. Ni mzozo, ukatili ulopitiliza kwenye maisha. Ni mzozo, ndoa zinalegalega hazina mwongozo. Ni mzozo, utafutaji umekuwa mgumu sana. Ni mzozo, heshima kwa wazazi zinapungua kwa nini? Ili kupata video zetu kila tunapoweka kwenye YouTube channel hii, subscribe Lugora TV.